Mpendwa, katika voice hii tunataka tutoe mwangaza kuhusu Sabato. Na katika mwangaza ambao tutautoa kuhusu Sabato, pointi ya kwanza tutasema Sabato ni nini? Pointi ya pili tutasema juu ya Sabato, amri ya pumziko au ya kusanyiko. Pointi ya tatu tutasema juu ya Sabato, amri ambayo hata makuhani walishindwa kutimiza. Pointi ya ine tutasema juu ya Yesu Kristo, Bwana wa Sabato. Na baada ya hayo tutasoma pia, tutasema juu ya Sabato ya kweli kwa kanisa. Nadhani ni hizo pointi ambazo tutachambua katika mafundisho yetu kuhusu Sabato. Sabato ni amri ya Mungu kwa taifa teule la Israeli. Je, na sisi kanisa tunalazimishwa kushika Sabato? Najua kama kwa kufuata haya mafundisho utapata mwelekeo kamili kibiblia, kama kanisa linaweza shika Sabato ama kanisa linalazimishwa kushika Sabato. Pointi ya kwanza, Sabato ni amri ya Mungu kwa taifa teule Israeli. Ukisoma kitabu ya Kutoka 31:13, Kutoka 20 mstari wa 8 hadi 11, Walawi 23:32, Kumbukumbu la Torati 5:12-15, Isaya 56 mstari wa 5 na wa 6, Walawi 19:13, Isaya 58:13-14, Ezekieli 22:12 mpaka 20, Walawi 26 mstari wa 2. Haya maandiko yote yanaonesha kuwa Sabato ni amri ambayo Mungu aliweka kwa taifa teule Israeli. Mungu aliwaagiza wapumzike, kwani ni siku ambayo alipumzika kwa kazi ya uumbaji, sawasawa na Mwanzo sura 2 mstari wa 1 hadi 3. Pointi ya pili ni ulizo pia. Je, Sabato ni amri ya pumziko au ya kukusanyika? Tunaposoma kitabu ya Kumbukumbu la Torati 5:12 hadi 15, tunasikia kuwa Sabato ilipewa kuwa amri ya kupumzika. Na tukisoma Kutoka 16 ile mstari ya 23 mpaka 29, Mungu hakuwapatia Sabato kuwa siku ya kusanyika, hakuwapatia wana wa Israeli kuwa siku ya kusanyika, lakini aliwapatia Sabato kuwa siku ya kupumzika. Na katika ile Kutoka 16:28 mpaka 29, akawakataza hata ile siku ya 7 kutoka nyumbani kwenda kuogota mana. Mungu aliagiza kwamba sharti wana Israeli wapumzike nyumbani na sio kukusanyika. Wasitoke nyumbani. Isaya 58:13-14, wazuize miguu yao kutoka kwenye viwanja vyao, na pia watese nafsi, wasile hata chakula. Ndiyo maana hata mana ambayo ingeshuka siku ya Sabato, yaani siku ya 7, Mungu aliwapa mana ya siku 2 hiyo siku ya 6, ili kila mtu asiondoke nyumbani kwake. Walawi 23:36. Mungu alifanya hivi akiwalazimisha hiyo sheria. Ni kwamba hawakuruhusiwa
kufanya kazi yoyote ya mikono, na aliyefanya kazi yoyote ya mikono aliuawa, sawasawa na Kutoka 35 mstari wa pili, Hesabu 15:32 mpaka 36, na waliuawa kwa agizo la Mungu. Ilikuwa siku ya kutesa nafsi, yaani kujizuiza na furaha za mwili. Walawi 23:32. Hakuna kununua kitu chochote, na hata mlango wa muji ulifungwa. Nehemia 10:31, Ezekieli 46 mstari wa kwanza. Walichinja kondoo ambayo iliitwa sadaka ya Sabato, ambayo mwisho Mungu aliikataa. Hesabu 28 ule mstari wa 10. Ezekieli 46 mstari wa 3 hadi 4 kuruka 12. Hawakuruhusiwa kubeba mzigo wowote. Yeremia 17:21 mpaka 34. Walio najisi Sabato waliuawa. Nehemia 9:14, Nehemia 13:15, Nehemia 17:27, Isaya 56:2 mpaka 6, Ezekieli 20:16 hadi 24. Walisherekea pia mwaka wa Sabato na kuachilia madeni. Walawi 15 mstari wa 2 hadi 8, Nehemia 10:31. Walitia kuita makutano ilikatazwa, yaani haikuwa inaruhusiwa rassemblement yoyote siku ya Sabato. Isaya 1:13. Anasa zote zilikatazwa siku ya Sabato. Isaya 58:17. Mwezi ulianza kwa Sabato na kuisha kwa Sabato. Isaya 66:33. Mwendo wa Sabato ulikuwa ni kama karibuni kilomita 1. Matendo ya Mitume 1:12. Kutembea zaidi ya kilomita 1 ilikuwa ni kuvunja Sabato. Ilianza lazimishwa baada ya kutoka Misri. Sabato Mungu alianza ilazimisha tangu kutoka Misri. Kumbukumbu la Torati 5:15. Lakini mbele ya pale ilikuwa haija lazimishwa sana. Ni agano ama Sabato ni agano na taifa la Israeli pekee. Ezekieli 20:12 hadi 16, Kutoka 31:13. Na agano la Sabato ilikuwa ni kuandaa ukamilisho na utakaso wa Israeli. Ezekieli 20:12, Nehemia 9:14, Isaya 58 mstari wa 3, Yeremia 17:22, Mambo ya siku ya kwanza 7:2, Mambo ya siku ya pili, Mambo ya siku ya kwanza sura 7 mstari wa 2 na ule mstari wa 6, Ezekieli 22 mstari wa 8, Ezekieli 23:38. Ni amri ya milele kwa Israeli, yaani Sabato ni amri ambayo Mungu aliagiza na aliweka muhuri kwa ajili ya uhusiano wake pamoja na taifa lake Israeli na vizazi vyote vya Israeli na sio mataifa. Tuingie basi kwa pointi ya 3. Namna gani Sabato iliwekwa lakini ikashindikana kwa makuhani na wana wa Israeli kuitimiza.